Bwana, mambo vipi? Hello chwa boy Mr. Betting. Bwana, leo ninakuja na kipindi kimoja ambacho ni kipindi kipya kabisa, tunakiita Mr. Betting TZ. Bwana, Mr. Betting TZ nitakuwa na kipindi changu kipya ambacho kinaita Mr. Betting darasani. Bwana, hiki kipindi nitakuwa na lenga kukuelekeza namna au jinsi ya kubeti masoko na option mbalimbali ambazo ni nyepesi zaidi na ambazo unaweza ukashinda mara nyingi zaidi. Kwanza, hatua ya kwanza ambayo tutakwenda kuifanya kwa yule ambao bado hajabeti mikeka ya leo, kuna mikeka ya leo kibao ambao natakiwa join kwenye group letu upate mikeka kila siku. Kila siku watu na odi 2, odi 5 mpaka odi 10, lakini pia watu na treni za odi 100, odi 200 na kuendelea. Kuhakikisha hujakosa kwenye group. Kama bado hujajisajili au hujajiunga na group letu, link nitakuweka kwenye comment, utajoin pale kisha utaenjoy mikeka ya kila siku. Acha kutapeliwa kwa kuuzia kwa watu wanaokuuzia mikeka ya editing. Bwana, ninakuja sasa na Mr. Betting darasani. Moja kwa moja bila kupoteza muda, tuingie darasani. Kwanza, kitu cha kwanza kabla ya kuingia darasani, natakiwa nikufundishe kitu kimoja. Kwa hiyo kabla kuendelea darasani, kama wewe bado hujajisajili na Helabet, hakikisha umejisajili. Ringi ya kujisajili nitakutumia hapo kwenye comment. Unapojisajili na Helabet, hakikisha kwenye sehemu ya promo code umeandika Mr. Betting alafu 123. Ukiandika Mr. Betting 123, hiyo promo code ndio itakayokufanya upate bonus mpaka 500,000. Bonus ni kama zifuatazo: unapoweka pesa kwa mara ya kwanza, utapokea offer au bonus ya pesa yako mara 2. Mfano ukiweka 100,000 unapata 200,000. Hizo ndizo bonus kibao. Lakini pia kwenye group langu kila wiki huwa natoa bonus kwa wale ambao wamepoteza au wamelosi mikeka mingi zaidi bila faida. Kwa mimi natoa bonus ya kuwapa angalau mtaji mdogo waendelee na betting. Bwana, moja kwa moja sasa tuingie darasani. Darasa letu la leo tutakwenda kujifunza kwenye habari ya over na under. Kwa hiyo tutajifunza over na under. Nini maana ya over, nini maana ya under? Kwa moja bila kupoteza muda tutakwenda kwenye game yetu ya leo. Tuangalie game yetu ya leo. Tuanze na ipi? Ndio tuingie hapo ili tucheki game za leo. Kwa ili zisikusumbue hapa, utabonyeza hapa ili upate game za leo. Moja kwa moja tutakwenda kwenye hapa hii game ya Brentford na Arsenal. Hii hapa. Ngoja niingie nijifunze. Unaweza kaenda kwenye game yoyote. Kwa hiyo ni mechi ambayo naingia kwa sababu ya kufanyia tu marekebisho au kujifunzia. Kwa hiyo somo letu tutakwenda kujifunza kwenye hii hapa toto ambao ndo itatuonesha kwenye neno over na under. Kama unavyoona soko letu la over na under hilo hapo. Hivyo basi twende moja kwa moja darasani. Hii hapa ni under, lakini pia hii hapa ni over. Kwanza lazima tujue nini maana ya under na nini maana ya over. Under maana yake ni chini ya, yani ni kitu kiwe chini ya. Yes, mfano yani kama ni 2 labda chini ya 2. Lakini over maana yake ni juu ya, yani kama ni 1 iwe juu ya 1 au juu ya 2, ndio maana yake. Kwa ni under ni chini ya, over ni juu ya. Kwa hiyo lazima ugundue hicho kitu. Sasa tunakuja moja kwa moja. Kuna hii hapa anakuambia nani? Hii hapa anakuambia under ya 0.5. Hii hapa under ya 0.5. Watu wengi sana wanajiuliza, yes, under 0.5 nini maana yake? Under ya 0.5 maana yake ni kwamba hiyo 0.5 maana yake ni goli iwe chini ya 1. Yani isipatikane goli hapo kwenye hiyo 0, yani isipatikane goli hata 1, yani iwe chini ya. Sio kama unanielewa? Yes, iwe chini ya. Kwa hiyo tunapozungumzia hiyo under ya hapa, under ya 0.5, tunazungumzia kwamba lisipatikane goli lolote katika mchezo, kwa sababu hapo juu inamaanisha total, kwamba matokeo ya jumla. Kwa hiyo matokeo ya jumla hayatakiwi yapatikane goli. Ndio maana ya under 0.5, yani ni chini ya 0, yani isipatikane goli la namna yoyote.
Sasa kwenye option ya pili sasa ni kwenye hii hapa ya over ya 0.5. Hii hapa over ya 0.5 ina maana kwamba katika mchezo lipatikane goli lolote, yani lipatikane goli kuanzia 1 na kuendelea. Ina maana kwamba sasa kama wewe ukichagua hiyo option ya over ya 0.5, ina maana katika mechi ambao watakaokuwa wanacheza kwenye hiyo game ambao ni Arsenal labda na Brentford, hiyo tulioichagua, tukichukua hii option ya 0.5 over, inamaanisha kwamba kwenye hiyo game wakitoka moja bila, mbili ngapi, sisi tunakuwa tumewini kwa sababu tayari goli moja limepatikana. Sisi tutakuwa tunahitaji goli lolote kwenye timu yoyote. Kwa matokeo ya jumla kwamba sio wamefunganaje, hayo tutuhusu sisi. Inachotakiwa tupate goli letu moja na kuendelea basi. Ila wakitoka bila kufungana, yani bila ya tasa, ile sale tasa ile tunaita 0-0, ina maana kwamba tayari tutakuwa tumelosi. Lakini pia ukibeti hapa under ya 0.5, ina maana kwamba wewe unatakiwa watoke sale ya bila. Wakitoka sale ya 1-1, ina maana kwamba umesha loss kwa sababu wewe ulibeti lisipatikane goli. Hiyo ndio maana ya under ya 0.5 na over ya 0.5. Twende katika sehemu ya pili. Sehemu ya pili ni hii hapa, inawachanganyaga watu wengi sana. Hii hapa ya under wanakuwekea wanakuwekea under ya 1.0. Kwa mtu anajiuliza, tumezoea sisi ni under ya 1.5, why under ya 1.0? Iko hivi, maana yake ni kwamba katika huo mchezo pia unakuwa umebeti kwamba lisipatikane goli lolote, lakini kama ikitokea likapatikana hilo goli, labda likipatikana goli moja afu uliweka under ya 1.5.0, maana yake utarudishiwa. Yani kama wewe umebeti lisipatikane goli, kwa hapo lisipopatikana hizi option ya kwamba margin ni 8-3 ndio zitawini. Lakini kama litatokea goli moja tu kwenye huo mchezo, basi ile pesa yako inarudishwa. Yani kama libeti mechi moja, kama ukiweka 10,000, basi utakuta imerudi 10,000 kamili, yani bila ile winning. Labda mfano hii ina odd ya 8. Ukibeti ukiweka 10,000 na maana una 80,000, si ndio? Kwa hiyo lisipopatikana goli ile 80,000 itasoma. Lakini lisipopatikana goli itarudi 10,000 yako, yani unarudi mtaji wako. Unakuwa kama umebeti, yani tuseme double chance, kwamba hii 1.0 ni kwamba unakuwa umejilinda kwamba lisipatikane goli nitakuwa nimewini, lakini hata likipatikana goli mtaji wangu unarudi. Hiyo ndio maana yake ya 0.5. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo tuende na kumalizia kabisa kwenye hii hapa ya under ya 1.5. Maana yake sasa kwamba kwenye mchezo unabeti goli liishie moja. Yani katika mchezo magoli yasifungwe mawili, kwamba iwe chini ya mawili. Sio, umenielewa mpaka hapo? Yes. Katika goli litakapatikana iwe chini ya mawili. Hiyo ndio maana yake ya under, kwamba katika mchezo mimi nahitaji lipatikane tu goli moja, basi magoli mengine yasiendelee. Kwamba katika mchezo wakitoka bila umewini, wakitoka moja bila umewini, lakini ikianzia mawili, hiyo tunaanza tumelosi moja kwa moja. Lakini tukija kwenye hapa hatua ya hii hapa kwenye over ya 1.0, nayo ni vile kwamba hii over sasa ni juu ya. Sasa maana yake tukiweka sisi 1.0, tunamaanisha kwamba katika huu mchezo sasa magoli yapatikane. Sawa? Goli lipatikane kuanzia 1 na kuendelea, kama tulivyokubaliana kwenye nani hapa. Tunakuwa tumeweka option kwamba magoli yapatikane mawili, lakini yasipopatikana mawili likapatikana goli moja, tunarudisha mtaji wetu. Ina maana katika mikeka mingi, yani kama labda ulibeti mikeka mingi, kwa hiyo kwenye ile mikeka mingi labda kwenye huo mkeka likatokea goli moja tu, kwa hiyo ina maana wanaikata ile odds. Kwa mfano hii ni odds ya 0.7, ina maana kwamba wanaikata, unabaki na zile zingine, lakini hii unakuwa hujalosi yani. Lakini kama ulibeti hii mechi moja, ina maana mtaji wako unarudi. Lakini ikipatikana magoli mawili, ina maana moja kwa moja unakuwa umeshinda. Kwa hiyo tofauti ya hii hapa ya over 1.0 na hii hapa ya over ya 1.5, utofauti wake ni kwamba hii hapa over ya 1.5
yasipopatikana magoli mawili umelosi moja kwa moja. Lakini hiyo over ya 1.0 yasipopatikana magoli mawili kapatikana goli moja, mtaji wako unarudi. Lakini over ya 1.5 ni magoli yaanzie mawili na kuendelea. Likipatikana goli moja tayari wewe moja kwa moja umelosi. Hiyo ndio maana halisi ya over 1.5. Kwa kila kitu kinaendelea hivyo hivyo. Nafikiri moja kwa moja hapo umeelewa. Kwa unapozungumzia mfano hii hapa over ya 2.5 ina maana magoli yaanzie matatu. Hiyo ndio maana yake. Utakapoona hii under pia ya 2.5 ni ina maana magoli yasizidi matatu, yani magoli yaishie mawili, yakiwa matatu umelosi. Ndivyo ilivyo. Kwa unajua hapo tayari moja kwa moja umejifunza nini maana ya over na under. Kama kuna sehemu yoyote haujaelewa, ni komenti hapo kwenye komenti na mimi nitapita nayo hiyo comment na nitakujibu kwa usahihi kabisa. Lakini kwa mikeka ya kila siku na odds kibao, hakikisha umejisajili na one win. Sehemu ya promo code andika Mr. Bet 123. Hiyo ndio promo ya bonus kibao, na hiyo ndio promo code ya mjini. Bwana, sisi wa Kamaria tunasema bila kuchoka. Bwana, mpambanaji siku zote hachoki, na betting ni utafutaji. Kwenye utafutaji kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo sisi kauli mbiu yetu ni kwamba ni muhindi ama yeye ama sisi. Iko hivi kwamba leo tuna losi, kesho tuna win. Yes, tunachokitengeneza Mr. Bet TZ, Mr. Bet ni kwamba tunatengeneza win nyingi kuliko losi. Yes, tunajua pia kwenye mikeka tunabashiri, kwa kuna siku tuna losi lakini tunahakikisha win ni nyingi kuliko losi. Bwana, hello your boy Mr. Bet. Ukiwa na tatizo lolote, lakini pia katika video ijayo nataka nije nifundishe kitu kingine. Kama unavyoona option ni kibao. Kuna hii hapa handicap. Yes, kuna hii hapa, yani zipo nyingi. Kuna hii hapa player, kuna kona. Kwa nataka uniandikie hapo kwenye comment unataka nije na darasa lipi, au ni kitu gani, au ni soko gani, au ni kitu gani uelewi kwenye betting, na mimi nitashuka nacho moja kwa moja na kwa faida ya kila mtu. Hello your boy Mr. Bet. Usisahau kusubscribe na kucomment na kulike, pia usisahau kushare. Hello your boy Mr. Bet.